Mama, samahani. Mimi kuna kitu nataka nikuulize, ila naomba uwe mkweli. Hivi mama, unaweza ukaniambia zile pesa ulizokupa benki umefanyia nini na umepeleka wapi? Hii? We vipi kwa? Matembele, naomba nisikilize kwa makini. Ni kweli nimekopa pesa benki, lakini mwanangu, sio kwa ajili ya manufaa yangu mimi. Zile pesa nimekopa kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe. Manufaa yapi unayozungumzia? Unisikilize kwa makini Matembele. Mimi mama yako umri ushaenda, na unavyoniona mimi sina kibarua, sina biashara, sina kitu chochote kinachoniingizia kipato, na ule msimu ulikuwa mgumu kwangu, na ndio ulikuwa msimu wako wa mwisho chuo. Ikabidi mimi nijitwike dhamana ya kuchukua mkopo benki. We vipi? Viva, ombi lako nimekubali, na kile ulichokuwa unataka kunifanyia kwenye mwili wangu niko tayari, na ninataka unifanye kama utakuja kufanya tena. We Mr. Kimasiara, ujue unasema kweli au? Namaanisha, ndio maana niko hapa. Usisikitike mwanangu. Come on mama, ndivyo jambo la kunita chini tunazungumza na sio uamuzi uliochukua. Haya, tunafanyaje? Kama 600,000 tu ilitushinda, isingekuwa Wasamaria wema mpaka sasa hivi usingesimama kama ulivyosimama hivyo. Hiyo 2,000,000 tunaitoa wapi? Najua mwanangu, lakini sasa mimi ningefanyaje? Mimi hivyo vitu haviniumi wala sina hasara navyo, kwa sababu na kutengenezea wewe maisha baadaye mwanangu, na familia yako. Wewe ukipata elimu bora, utapata kazi, utavinunua tu hivi vitu mwanangu, kuliko tena ulitaka urudi tena mtaani. Yangekuwa maisha tena. Mama yako mwenyewe ndo hivi choka mbaya. Hata kama mama lilikuwa jambo la kuniambia tu, mimi nasimama chuo naingia mtaani najitafuta. Sasa muhimu una sasa tunakoendea kwenye kelele za baba mwenye nyumba. Lakini sawa mama, mimi nimekuelewa. Mungu nisikie hata kidogo. Hiyo umeisamehe mwanangu? Nimekusamehe mama. Hebu usiweke kitu moyoni. Nimekusamehe. Ulifanya vile kwa sababu yangu mimi, hakuna kosa. Sawa baba yangu, nashukuru. Basi naomba ukapumzike. Hivi Eki, mimi unanichukuliaje? Unanichukulia kama wala yako, mpenzi wako au nani yako? Mbona sikuelewi? Kivipi yani?
Kwani hujui tatizo? Una siku ya ngapi leo hujaniletea la matumizi? Unahisi mimi nakula nini? Aika, unakuwa kama mtoto mdogo bwana. Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba vipengele vyangu sasa hivi viko sawa. Unajua sasa nimeshuka kiuchumi, hali yangu ya maisha imekuwa duni. Na nimekwambia subiria, suni nitakupatia hizo pesa. Ama tumeongea nini? Mama, nini mimi na 500,000? Kama 600,000 tumefezeka mtaani kila sehemu. Tunatoa wapi milioni 2 na 500,000? Samahani mzee wangu, hali ya mama yangu ni mbaya sana. Kwa hiyo nimekaa nimefikiria, japo najua haunitaki kazini kwako, unipatie kile kipande cha kazi yangu nikaweze kumnusuru mama yangu. Tafadhali mzee wangu, naomba unielewe kwa hilo. Hivi mara ya mwisho mimi na wewe asubuhi ulivyoondoka tulikubalianaje? Kumbuki nikakuuliza mama na kazi yangu bora nini, ukaamua kuondoka. Mimi nilijibu bora vyote, lakini nilikuwa nimechanganyikiwa kuhusu taarifa tu za mama. Sikuwa na maana kwamba bora mama sana, hapana, bora vyote nilichagua. Mzee, niko chini ya miguu. Hapana. Wa kumpigia magoti ni Mungu peke yake na sio mimi. Naomba uondoke, nisije nikakupigia kelele ya wizi. Tafadhali, nimeingiwa na shoti ofisini kwangu na mmoja wapo yawezekana ni wewe. Naomba uondoke. Ondoka tafadhali. Yanaumiza, lakini nitapona siku moja. Hii kweli mtu mpaka unajutia kuzaliwa mwanaume. Unaona bora ungezaliwa mwanamke uolewe hudumiwe. Hatoa wapi milioni 2 na 500,000? Hivi wewe, yaani kwa mfano mimi ningekuwa wewe ungeweza? Yaani siku ya pili unasema kwamba mimi na mwanamke, hujui nakula nini, navaa nini, na yaani hujui chochote kuhusu mimi. Tena ulivyokuwa mkavu hata kunipigia simu umeshindwa kwamba uko unaendeleaje, vipi, umekula mama mtu, kimya. Yaani mpaka mimi nianze kukutafuta wewe nikufuate. Hivi yake, wewe ni mwanaume gani ambaye unashindwa kujisimamia? Yaani unategemea na mwanamke kuletea hela wewe ndo ule. Una akili kweli wewe? Yaani wavana kama wewe sasa hivi yuko huko anabeba zake mizigo, anafanya ni mradi apate hela, lakini wewe huwezi kufanya kazi, unategemea mwanamke. Mpaka lini? Alafu tumepewa siku za kuhama kwa nini nyumba, la sio watu wauze nyumba. Baba, mimi sikubali puuza nyumba yetu. Yaani hapa cha kufanya bora ndio kubwa ikamfiche. Mbaki mimi ambaye sijatia zamana. Mimi nitapambana nao. Sikubali. Aika, mimi mwanzo nilikuwa nafanya kazi na unajua kabisa kazini nimefukuzwa, na hiki kipindi changu kingine wewe mwenyewe unakielewa, na tukao tunapata hapo hela. Wewe mwenyewe unakuwa unafurahia hela zake. Sasa hivi kwa kuwa ameniacha na unaamua kunikandia. Sikiliza, huwa mvumilivu. Hiyo pesa nitakupatia, vumilia. Sawa, nitaendelea kukaa na njaa mpaka utakavyoamua wewe ni ile sasa. Si nataka nife. Maana hizo siku mbili ningekuwa asili sasa hivi ningekuaje? Mimi tena nianze sijui nipige simu huku, nipige simu kwa afu najiita nina mwanaume, nina boyfriend. Sikia. Kwanza unapayuka, unapigia kelele majirani, unampa faida nani sasa? Ongea taratibu. Kama vipi, ingia ndani tumalizane. Napayuka eh? Kwa staili hiyo, wanawake wazuri wote utaita shemeji. Maumivu yamejaa moyoni, lakini bado nina tumaini. Yanaumiza, moyo unaumia, hakuna anayejua ninachopitia. Tana, kusema kweli nimekosea, but
haimaanishi kuwa nimekosea kipenzi ndo uache kunisamehe. Ikiwa Mungu amesamehe sawa mara 70, ushinde kunisamehe kosa moja kweli kipenzi? Eti naomba unisamehe tafadhali, kwani hakuna lisoko na mwanzo likakosa mwisho. Tana, hivi unajua ndo mwanamke wa maisha yangu, hivi unajua ndo future ya maisha yangu, hivi unajua ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Bila wewe siwezi mamangu. Naomba unisamehe kipenzi. Nimekosea na nitajitahidi kurekebisha makosa yangu ili mali nisikwaze tena kipenzi. Jaribu kuchukua mazuri yangu na hilo moja baya langu ulifikia maisha mengine endelee kipenzi. Kwani umenikosea mara ngapi? Na nimekusamehe. Ushinde kunisamehe kosa moja kweli kipenzi? Nikakupa moyo wangu wote wazi. Uji wangu hapa sijaja kusikiliza huo upumbavu wako. Nimekuja kukupa onyo. Kaa mbali na maisha yangu Kani. Na namba zangu za simu futa. Sitaki mazoea na wewe, la sivyo takupaka mafuta. Utakutana na wanaume wenzio. Mapenzi yanaumiza, moyo wangu unalia kimya. Nilijitoa kwako kweli, lakini wewe ukaniamiza. Yanaumiza, yanaumiza, kila nikikumbuka machozi yanatoka. Nilidhani wewe ni wangu, leo ni... Kwa nini unaacha kazi? Ndio, nimeamua kuacha kazi kwa sababu baba yako hajui utu na thamani ya mtu. Kivipi? Aliniambia nichague swala moja kati ya kazi yake au mzazi wangu. Mimi nikaona mzazi wangu ni bora kuliko kazi yake. Ndicho mama yangu alikuwa anaumwa. Nikaamua kusimama na mama yangu. Na mbona nasikia kwamba mmemtia sana baba? Mimi pia nasikia kama unavyosikia wewe kuhusu shoti yake. Mimi sijui lolote. Okay. Anyway, sasa hivi unajishughulisha na nini? Sasa hivi nipo tu mtaani. Sina kazi yoyote. Sawa. Na vipi kitokea mtu akataka kukugadi? Ungefanya, inawezekana? Kichwa changu sasa hivi kina mambo mengi sana. Nahitaji kupumzika. Anyway, kutokana na dili lenyewe. Basi sawa, kijaribika kitu. Naomba unipatie namba yako. Nilipoteza bahati mbaya. Je, nikucheki? Muda wote nikugeni hivi. Mimi namba yako ninayo. Kweli? Kwa mimi nitaanza kukucheki wewe. Nimefurahi mwezi kusikia hivyo. Una namba yangu? Ndio nina. Oh. Okay. Nice to meet you. Sawa, asante. Nilijitoa kwako bila masharti, nikakupa. Kim, nimekuona ulikuwa umesimama na mwanaume na mlikuwa mmeshikana mikono. Nataka kujua yule ni nani yako na mlikuwa mnaongea nini?
Hivi una uchizi eh? Yaani umenitoa huko kote, umenisumbua kunileta hapa kuja kuniuliza maswali ya kijinga. Na unaniuliza wewe kama nani yangu? Kama nani? Yaani Kim, inafika stage unanitoa mimi akili. Unaniita michizi. Yaani mimi kuuliza vizuri unanitoa akili mamangu. Ha? Sikiliza. Nataka kujua yule ni nani yako. Naomba unijibu. Si unanielewa? Na ubaki kwenye mipaka yako. Unalikumbuka ile eneo vizuri? Ndio nalikumbuka. Unalikumbuka eh? Hili ndo lile eneo ambalo ulijeza mahaba. Nikaamini mimi ndo mwanamke peke yangu. Nikaamini maneno yako yanatoka ndani ya moyo wako. Na hili eneo leo ndo litazungumzwa ukweli ambao unatoka ndani ya kinywa changu, ya kwamba mimi na wewe it's over. Over. Yaani unamaanisha nini? Ha? Mbona sikuelewi Kim? Na mbona kama kila kitu nyuma tuliongea na ukasema umenisamehe, ama kuna kitu chote ambacho nimekukosea kingine? Mimi kukuuliza tu yule umesimama na nani ni vibaya leo hii? Ama sipasi kujua mambo yako siku hizi? Na kukwambia ubaki kwenye mipaka yako nimefanya kosa? Alafu kitu kingine Kim, mimi nimeshajutia. Ficha basi makosa yangu haya na tuendelee kufanya mambo yetu mengine basi. Sinifanyie hivyo na unajua fika jinsi gani mimi ninavyokupenda. Mtu akishasema over ni over. Baba bule. Nilijitoa kwako bila masharti, nikakupa moyo wangu wote wazi. Ahadi zako zilikuwa tamu sana, lakini mwisho wake ni maumivu tu. Nilikuamini Mungu, nisikie hata kidogo, nipe nguvu ya kuendelea. Maumivu yamejaa moyoni, lakini bado nina tumaini. Yanaumiza, unaumia, hakuna anayejua ninachopitia. Yanaumiza, lakini nitapona siku moja. Kimya kimya